Kazi ni hali ya kawaida kutokea. Poleni sana. Dada, pole sana. Pole sana. Mimi naitwa Afande Mbosela, ni inspekta wa jeshi la polisi. Tuko hapa kwa ajili ya kufuatilia kesi ya mauaji ya Bwana Isaac. Nimefika hapa nimekuona unalia sana dada. Nitaka kufahamu aliyefariki ni nani yako? Afande, utakuwa andika taarifa. Pole sana, pole sana, pole sana. Pole sana. Pole sana. Naomba unifahamishe aliyefariki alikuwa ni nani yako dada? Umekuwa naye kwenye mahusiano kwa muda gani? Pole sana, pole sana. Miaka 3 sasa. Sawa. Pole sana. Tuko kwenye upelelezi. Nilikuwa natamani nifahamu alikuwa na marafiki wangapi ambao unafahamu sana? Pole sana. Pole sana. Anaitwa Boni. Na yeye ni mmoja kati ya wanakijiji hapa, si ndio? Okay, basi nashukuru sana kwa taarifa chache hizo. Tuendelea kufuatilia na kupata jibu sahihi. Naitwa Dativa. Chukua taarifa zake alafu. Jambo. Mtu ambaye tulikuwa tunatakiwa kumfuatilia mwenyewe. Ndugu wanakijiji na ndugu wakiwa wazazi wa marehemu, poleni sana kwa msiba. Napenda kutoa taarifa za rambirambi kutoka katika jeshi la polisi, na kwa taarifa zilizoko, pole sana mama, pole sana. Inaumiza, tumefiwa, alikuwa ndugu yetu Bwana Isaac, wote tunaumia kwa hilo. Lakini nitoe taarifa chache kuwa mwili tayari upo hospitalini na jeshi la polisi tukishirikiana na madaktari tumeshaufanyia uchunguzi. Ameuawa kikatili sana na majambazi, ambapo kwa taarifa zilizoko majambazi watokea katika eneo hili walimchoma kwa visu na kumchinja maeneo ya shingo. Kwa hiyo bado tunaendelea na uchunguzi wa kipolisi. Sasa tutakuja na matokeo rasmi kwamba hawa watu tutawapata na watachukuliwa hatua za kisheria zaidi. Na hivi sasa napenda niache taarifa kuwa familia hasa mnaweza mkaenda kuchukua mwili kwa ajili ya kuendelea na taratibu zingine za mazishi.
Naomba sasa niwatakie kila heri kwenye mazishi. Sisi tunaendelea na tiba zingine za kipolisi. Poleni sana kwa msiba. Tulipewa masaa 24, lakini sasa imebaki masaa 12. Nadhani tunakujua sheria. Kama tukishindwa kumkamata, basi tunaweza kubadilisha jina na kuitwa marehemu. Na awamu hii inabidi kutumia akili sana, yaani akili nyingi kuliko nguvu. Wewe unaenda mpango gani? Mpango upo. Kwa sababu tumebakisha masaa machache, inatakiwa tulifanye hili jambo kwa haraka iwezekanavyo. Kuanzia sasa hivi natakiwa hapa tutoke, ila tuwe makini.
lakini ndani yangu kuna kitu kibaya kinachowaka. Moyo wa usaliti umenipeleka mbali, nimemsaliti ndugu kwa tamaa za dakika chache. Moyo wa usaliti. Dada kipenzi, najua unakutana na changamoto na ile tukio unakutana nao ni gumu sana kulisahau kwa haraka, ila isipokuwa kuna muda natakiwa tu tukubali matokeo, kwa sababu sisi wote wa Mungu na kwake tutarejea. Kwa hiyo kuna muda natakiwa tukubali tu matokeo, hatuna jinsi, kwa sababu wewe kweli ulimpenda, ila Mungu kampenda zaidi. Tena mzako nilikuwa nishamzoea mume wangu. Najua kipenzi, ulimzoea, ila ndio hivyo, Mungu kashampenda zaidi. Kwa kuna muda natakiwa tu tukubali matokeo. Sawa dada? Najua tena kuna vitu vingine vinaumiza sana rafiki yangu. Kwa mimi ushauri wangu kwa sasa, kwa hapo ulipofikia, jitahidi tu kudini na yule mkaka ambaye unasema anakupa support. Moyo wangu wa sita, huyu ndio wangu wa rohoni, anasema kwa fahari. Ila kwa sasa hivi nitakuwa nafuatiliwa nitakuwa atanifuatilia wengi wale wa jamaa, lakini pia lazima kutakuwa na askari watanifuatilia. Hapa itabidi niishi kwa machale bila kutumia akili, nitashikwa kirahisi, lakini naweza kanikamata. Mimi mwenyewe brigedia. Halo? Halo? Bila shaka naongea na Mr. Von. Ndio, bila shaka. Nilisikia ni mtaalamu wa madini. Yeah, of course yes. Oh. Sawa. Sasa kuna mzigo wa madini nipo nao hapa. Nilikuwa naomba uje uyachunguze, yaani uje uyacheki. Maana kuna wazungu walipita hapa mtaani na walidondosha begi. Mimi nakaa karibu na mgodi, nilifanikiwa kuliokota hilo begi. Kwa bahati nzuri nimefanikiwa kulipata hilo begi na nimelifungua, nimekuta mawe mengi sana yenye kung'ang'aa, na kwa jinsi tunavyoona hatuwezi kukosa chini ya milioni 200. Sawa. Sasa nitumie location basi. Okay, nakutumia sasa hivi location. Na nahitaji ufike madizini kesho mida jioni. Haina noma. Mpango wa kwanza tushaukamilisha. Kinachofuata sasa hivi ni kipi? Mpango wa pili uko kama hivi. Halo. Ndio kijana.
Ndiyo kiongozi. Sasa sikiliza. Ndiyo. Sasa fanya mpango leo tukutane. Nadhani unafahamu wapi pa kukutana. Sawa kiongozi. Sawa. hiyo itakuwa inakupa wewe kidogo afadhali kutoka kwenye hiyo hali ukao unakaa sawa. Tina, ni ngumu sana kwa sasa hivi. Kweli ni ngumu, inatakiwa ifanye hivyo, haina jinsi. Sawa Tina, hamna shida, nitakujibu. Sawa, kaa fikiria. Pole. Naomba Mungu ajili kupangu mpia. Sawa, pia bado siko sawa, naomba nikapumzike rafiki yangu. Ili nikiwa sawa nitakuja kwako. Basi sijani, nitakuja kuona tena.
Usiku kwenye simu, maneno mafupi, umefikaje nyumbani, yanaanza safari. Kicheko cha emoji, picha moja tu, taratibu mipaka inafutika. Tunajipa visingizio, tunakutana kimya kimya, kona za mji. Harufu yake inanibeba, najua nakosea. Dati anasema ukimya wetu ndio uhai, lakini kila kumbusu nasikia sauti ya Isaki kichwani. Moyo wa usali